Kama kuna kitu bora unataka kibadilike, basi anza kubadilika wewe. Usiishi duniani kwa sababu unaishi. Tafuta sababu ya wewe kuishi. Kumbuka, wajibu wako ni kuiacha dunia ikiwa bora kuliko ulivyoikuta. Ndoto, mawazo na maono ulionayo ni zawadi ya kuiachia dunia. Mungu hufurahishwa na binadamu wachache sana ambao hufanya mambo makubwa yatokee ulimwenguni. Wagunduzi bora, wanafalsafa, viongozi mashuhuri, mashujaa wa vita, wanasayansi na wachezaji mashuhuri sana ni miongoni mwa binadamu ambao majina yao yanakumbukwa katika historia mpaka leo. Ona, ubora wa maisha yako haupimwi kwa idadi ya miaka utakayoishi duniani, bali unapimwa kwa mambo utakayofanya kwa miaka utakayoishi duniani. Ndiyo maana Yesu Kristo aliishi miaka michache sana duniani, lakini mambo aliyoyafanya yanaendelea kukumbukwa vizazi na vizazi. Historia haijawahi kuwakumbuka watu wa kawaida. Hakuna kitu kigumu kama kupinga ambacho kila mtu anakiamini, na hakuna kitu hatari zaidi kama kufanya jambo ambalo halijazoeleka wala kukubalika katika jamii. Walipigwa vikali, walikamatwa, wakateswa na hata kuuawa kikatili. Haikuwa rahisi kwa Nelson Mandela kupinga ubaguzi wa rangi katika nchi yake ya Afrika Kusini. Alipitia mateso makali sana na kufungwa jela kwa zaidi ya miaka 20. Watu wenye maono makubwa hulipa gharama ambazo watu wa kawaida hawawezi kuvumilia. Kila unayemsoma na kumkumbuka katika historia, kuna nyakati kwenye maisha yake alisimama peke yake. Ona, wakati dunia nzima ilimpinga na kumkataa, dunia ya leo imekosa watu wa aina hii. Kuna watu wengi leo hii majina yao yangekuwa yanazungumzwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari worldwide, lakini hawakujiamini wala kujikubali kutekeleza mawazo yao. Sehemu tajiri zaidi duniani sio kwenye migodi ya dhahabu na almasi, bali ipo kwenye makaburi. Haya si maneno yangu, no. Ni maneno ya Dr. Myles Munroe. Maana huko kuna vipaji havikutumika, huko kuna ubunifu haukufanywa, na huko kuna ndoto hazikutimizwa. Kama kweli unataka kuacha alama duniani, anza sasa kupambania kile unachokiamini. Na hauhitaji uwe mtu mkubwa sana ndio uanze kufanya. Ona, anza kufanya ili uwe mtu mkubwa. Ona, wewe una wazo gani? Ukiona pale unapowaeleza watu kuhusu wazo lako lilonalo, baada ya miaka 5 utakuwa nani? Hawakushtuka wala kukucheka. Basi rudi chumbani, kafikiri upya, maana wazo lako ni dogo sana. Tatizo la watu wengi, wamezungukwa na watu wenye mawazo ya kawaida mno, kiasi ambacho kimewafanya wafikiri kama wao. Usikubali kuzika ndoto yako ulionayo na unayoiamini. Usijilazimishe watu wakuelewe, maana kabla dunia haijakupigia makofi, mara nyingi huwa imekwisha kukujeruhi. Wewe ongeza thamani katika kitu unachokifanya. Kama unataka dunia ikukumbuke, panda mbegu itakayozaa matunda mengi, watu wale washibe, na kutumia mti kama kivuli. Dunia inahitaji watu watakaoishangaza. Acha kuzubaa na toa matokeo.